wa nishati safi ya kupikia uliofadhiliwa na Umoja wa Ulaya wenye thamani ya euro milioni 19.4 ambao umetekelezwa kwa miaka 5 na unaofikia mwisho wa tarehe 30 Septemba mwaka huu. Mojawapo ya malengo ya mradi ilikuwa ni kuhakikisha kwamba tuna stimulate. Nikichanganya neno la Kiingereza mnisamee, kuna wakati natafuta neno la Kiswahili na kupata changamoto. Ilikuwa ni kustimulate the lower end of the demand value chain, ku accelerate market rollout, kuweza kufanya soko la nishati safi ya kupikia liweze kuchangamka. Lakini sasa serikali imeshafanya kazi kubwa sana upande wa supply side, kwa maana ya sera, importation, infrastructure, lakini upande wa chini wa biashara ilikuwa bado. Kwa hiyo mradi uliangalia ujaribu kustimulate matumizi ya nishati safi kwa kuweza kusaidia watumiaji wa mwisho, end users, pamoja na wale wanaowahudumia, small businesses zinazowahudumia, kwa mikoa 5 ya Dar es Salaam, Pwani, Morogoro, Dodoma na Mwanza. Lakini ilionekana kwamba pamoja na kwamba nia ilikuwa ni nzuri kwa ajili ya kusaidia kustimulate business, ilikuwa ni kwamba kulikuwa na awareness ilikuwa ni ndogo, hasa kwenye mikoa ile ambayo sio ya kimkakati, sio ya mradi. Kwa hiyo sehemu hii inayofanyika leo ilikuwa ni kuhakikisha kwamba taarifa hii ya nishati safi ya kupikia inawafikia Watanzania wote kwa pamoja. Ninashukuru Wizara ya Nishati ambayo imekuwa ikifanya kazi pamoja na UNCDF, na wao ndio wanaotuguide kama wizara mama ya nishati, na tumekuwa tukifanya kazi kwa pamoja. Workshop hii ambayo inawahusisha waandishi wa habari, media houses, journalists, reporters na wengine ni muhimu sana kwetu na kwa ajili ya utekelezaji wa mradi wa nishati safi ya kupikia, na hasa baada ya wizara kuzindua strategy ya communication and awareness campaign June mwaka jana. Ninaelewa mimi sio mwandishi wa habari, lakini naelewa kidogo kuhusu communication, kwa maana ya mna mafiga yenu makubwa ya message, audience, contents and channels. Au nimeacha muhimu? Message, contents, audience and channels. Ndio sababu tumewafikia, kwa sababu ninyi ndio mmebeba hilo. Lakini ukisikiliza watu wengi zaidi wanasema kwamba Watanzania wengi wanashindwa kuhama kwenye nishati isiyo safi kwenda kwenye nishati iliyo safi kwa sababu ya bei. And so many people talk about affordability, especially at the upfront cost. Gharama ya mwanzo ya kuingia kwenye kuingia nishati safi. Hilo ni jambo moja, lakini ni kati ya mengi. Na tuliona kwamba waandishi wa habari mtakuwa chanzo kizuri cha kufikisha ujumbe huu, kwa sababu taarifa unayopeleka Masaki kuhusu nishati safi ya kupikia itakuwa tofauti na unayopeleka Mbamba Bay. Taarifa unayopeleka ya nishati safi Dodoma ni tofauti na ya unayopeleka kule Shinyanga. Taarifa unayopeleka kwenye familia inayopika chakula cha watu 12 ni tofauti na taarifa ambayo unapeleka kwenye familia yenye watu 2. Teknolojia inayotakiwa kutumika, gharama zinazotumika ni tofauti, na hiyo ni kazi ya mwandishi wa habari. Taarifa unayopeleka kwenye familia iliyosoma, educational levels, na taarifa ambayo ina elimu ya kiwango cha kati au cha chini ni tofauti, na unatakiwa ipeleke tofauti. Income status ni tofauti. Kuna watu ambao wanataka cylinder za LPG za kilo 6. Kuna watu wengine wanataka 38. Income is not a factor to consider. Kwa hiyo ninaamini waandishi wa habari mtakuwa mmechukua hilo na mtakwenda zaidi kwenye culture, kwenye norms, kwenye behavior, namna gani mtaweza kutweak a particular information kuweza kusweet
a specific audience ambayo itasaidia katika kuinua hali ya uelewa wa Tanzania kwenye kuchagua, kwa sababu sera pamoja na mkakati wa taifa wa clean cooking is voluntary to choose whatever kind of solution you want to use. Hakuna mahali serikali iliposema kwamba ni lazima utumie umeme au ni lazima utumie LPG. Bado imeweka mkakati, umeweka kama ni hiari kuweza kuchagua. Kwa hiyo ninyi ndio mabalozi kama alivyosema mkurugenzi Nolasco, ambaye mnaweza kutufikishia ujumbe na kuondoa zile fikra kwamba kitu fulani ni ghali, teknolojia fulani ni ghali na teknolojia fulani sio ghali. Nitoe rai sana na hasa niiombe serikali, Mheshimiwa Waziri, nikuombe kwa kweli, hata tuanze kampeni kabisa, tuanze kampeni. Unajua Nolasco amenitambulisha kama mzee. Sasa kama mzee, basi ngoja niseme kama mzee. Watu wanaamini kwamba umeme ni ghali, lakini kwa kweli umeme kwa kutumia efficient appliance ndio nishati rahisi kuliko zote za kupikia. Lakini ukweli ni kwamba kama taifa tunataka tufikie 80%, na kama energy for cooking is security, basi we need to have an appropriate mix katika teknolojia zote instead of depending on LPG growth. Ifikie mahali, if now we are talking of 2-3-4% ya umeme kwa aggregate ya Tanzania, basi tuone namna gani tunaweza tukasaidia watu. Tutakapofika 80%, umeme nao contribute significant percentage out of it. Na hili litawezeshwa na waandishi wetu wa habari kwamba kwa kutumia efficient appliances za kupikia, umeme unakuwa ni rahisi, na kwa sababu is a homegrown solution, is home generated solution, not imported. It means tukiweza kuhamasisha pia watu kutumia umeme, na hasa kwenye urban areas, tunaweza tukainua kiwango cha matumizi ya umeme kwenye kupikia na teknolojia zingine, na hatimaye tukawafanya Watanzania waweze kushiriki na kutransform hali ya sasa ya matumizi ya nishati safi ya kupikia. Mheshimiwa mgeni rasmi, pamoja na wakuu meza kuu na waandishi wa habari, kwa niaba ya UNCDF napenda tena kuwakaribisha kwenye hizi siku mbili za workshop yetu. Naamini tutaendelea vizuri. Asanteni sana.